Hii ni part 2 ya video ambayo niliupload mwanzo. Kama hujaiangalia unaweza ukaona link hapo chini kwenye description, uende ukacheck alafu uje hapa umeona. Katika ile sikuweka kuna baadhi ya clips kuziweka kwa sababu matukio ni mengi, ila katika hii video nimeweka clip zote ambazo unatakiwa uzione. Angalia video mpaka mwisho alafu nipe maoni yako chini hapo katika comment, na kama ni mara yako ya kwanza kwenye YouTube channel fanya kusubscribe. Nataka tuifike subscribers 100. Yaani subscribe mzee, subscribe kijana, tufike subscribers 100. Sitaki kuchukua muda wako mwingi, twende kwanza tuangalie Samia anasema nini ili tujue foundation ni kwa nini watu wameandamana na walikuwa tayari kufa kwa ajili ya nchi yao. Tuanze. Tunageuza watu makasuku. Tunataka katiba mpya watu wote, tunataka katiba mpya, tunataka katiba mpya. Nenda muulize wewe kifungu gani cha katiba kinakuudhi? Hajui. Hajui. Au unataka nini kibadilike? Maana yake ndio tunataka mpya tu. Tunataka mpya tu. Sasa mpya ilete nini? Unajua ndio hivyo, ndio maendeleo. Nani kasema maendeleo yanaletwa na kitabu kilichotungwa kikaiko hapa? Kama kuheshimu vitabu tungeheshimu vya dini. Tungeheshimu vitabu vya dini, si ndio vya kuheshimiwa? A few moments later. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Na hii ndio sababu watu wanaandamana. Imagine kiongozi wa nchi anaongea hayo maneno kwamba maendeleo hayaletwi na makaratasi. Wakati huo aliapa kwa mujibu wa katiba kwamba atailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Ule ndio muongozo wa nchi. Kiongozi unatakiwa move vipi, uongoze vipi nchi. Kuna kanuni za kufuata mle kwa sababu una dhamana kubwa. Lazima kiwepo kitu cha kukuguide kama zilivyo Qur'an na Biblia. Ni muongozo katika mambo ya kiroho. Sasa anapokuja na kusema kwamba hata kijana ukimuuliza ni kitu gani katika katiba kinakukera kibadilisho hajui. Sasa hivi kwanza mimi nataka kujua ni aliongea na nani akamjibu hivyo? Ashakaa na wananchi kweli wakadiscuss mambo kuhusu katiba? Sidhani, haijawahi kutokea. Labda kwa sababu sifuatiliage mimi mambo ya masiasa wala siangaliage taarifa za habari, kwa sababu wanakuonesha vitu ambavyo wanataka wewe uvione. Umeona? Kwa hiyo yani wenyewe ni wana win public appearance. Lakini ukija katika reality ni vitu vingine tofauti. Ndio maana nishaga kuangalia na taarifa za habari. Umeona? Sasa twende ni kuoneshe mambo yaliyotokea kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Ni ya kutisha bro. Na mbaya zaidi katika hizo video ushahidi unaonesha kwamba waliofanya hayo matukio na hivyo vitendo ni jeshi la polisi. I say ni noma. Jionee mwenyewe alafu tutadiscuss baadaye. Wamwache wao! Wamwache! Nikaza kiume unapona, nikaza kiume unapona. Vipi? Hiyo nguo vipi? Haina chumba, haina mbaya. Huyu si yule nani bwana? Watu wanamjua, wanamjua mshikaji anajulikana hapa. Huyu si wako apigwa huko. Umeona? Amekuwa sasa imeingia hapo ni bwana. Anafumba macho mjomba ndo. Ndugu yake anashinda kumsaidia bwana.
Sukuma tena ndugu zangu. Kama mwanangu. Ndio kusaidia mke. Baba vipi? Pole mwanangu. Utapona mwanangu, utapona. Oya, jikaze mwanangu unapona. Utapona mwanangu, jikaze mwanangu. Jamani pikipiki basi utapatikana pikipiki pale. Funge sasa huko. Funge kwanza huko bwana. Acha kufunga unaongea. Itaidinde basi. Wame mpila songa. Ina maana watu hapa kwa ukuta hapa. Hapa nyingine imemchuna hapa. Saidi wapo. Kila mtu anaandikia. Nao hapa. Wampigia wapi? Sasa tunaingilia hapa. Bwana, mtampigia ndugu yake yote basi hapo. Namba tunapiga sasa atipatikane mjomba wote atupige simu. Haya hapa wamemchapa jambo. Halo, Hamza. Wewe sio huyu kwa jua hapa mtu kapigwa risasi hapa makumbusho njoni kama ndugu zake kama mjua. Aja, mekanyaga jamaa, mekanyaga mtu. Mpeleke pale nani pale. Tulieni kwanza, tulieni. Tulieni kwanza. Watu mpeleke hospitali. Sitaki kusema maumiaje, lakini atakiwa ndio hospitali. Kama kweli tunampenda, tunamhitaji apelekwe hospitali. Hapo tuzonge tu. Boda. Boda. Sasa hivi sio Magomeni Mwananyamala kwa hali yake hiyo. Ni Mwananyamala. Mwingine anataka kupiga bunduki naye. Mtoto jendani. Hapana. Sasa hayo ni baadhi tu ya matukio yaliyotokea hapa Tanzania. Mengine ni ya kutisha bro. Yaani uwezo ukamuonesha mtu wala uwezo ukayaweka hapa. Yaani ni ya kutisha. Watu wamepigwa risasi za vichwa, watu wamepigwa risasi za macho. Unajua kupiga kichwa au macho kwa mbali, mtu yuko mbali. Kwa sababu hawa jamaa wana shabaha maana. Mtu akikushuti akapiga jicho yuko mbali, huyo ni sniper. Huyo ana mafunzo. Umeona? Kwa hiyo hakuna raia wa kawaida anaweza akafanya hicho kitu. Kwa automatically ni jeshi. Umeona? Katika kutawanya watu wametumia hiyo mbinu. Na mimi nashangaa ina maana hawakuwa tuna zile rubber bullet. Unakuta kikupiga ikuue unasikia tu maumivu. Ile yenyewe tu ni noma. Yaani kikupiga ni kama wamekuchoma sindano kwenye jipu bichi, wamekubinya yani. Maumivu yake ni balaa. Yaani unakimbia mwenyewe. Lakini nashangaa wametumia risasi za moto. Mabomu ya machozi hapana. Maji hapana, ni risasi zinalia yani. Kosa sijui ni kuwatia watu hofu, sijui ni kitu gani, lakini kwa watu kustand up na kukubali kuuawa kwamba wewe tuwe lakini tupo. Hii ni first time hajawahi kutokea bro. Na Mtanzania mpaka afike hiyo stage kwamba bora uniue, kweli kachoka. yani kachoka bro. Umeona? Yani kwa aliyotokea yanisikitisha sana, na naomba Mungu yani awapumzishe wala waliofariki, waliokutwa na matatizo. Mungu awaponye. Sitaki kuongea mengi kwa sababu mwisho wa siku tuonekana huyo mchochezi anachochea tena watu waingie mtaani wafanye nini, umeona? Si unajua anaweza kutafutia sababu. Ila kwa hiki kilichotokea mpaka hivi sasa watu hawana imani tena na
na vyombo vya usalama. Yaani mtu akimwona polisi sasa hivi anamuogopa yani. Kwamba unaweza tu ukapiga simu polisi kuomba msaada akaja akakumaliza. Maana umesikia tetesi kwamba wanawafuata ndani tu wanawashoot. Kuna hizo clip umejionea mwenyewe jinsi watu wanavyolalamika. Yaani kuna matukio mengi kishenzi, mengi sana yani. Yaani sana. Na kama wamekubali ili haya matukio kutokea kwamba wananchi mpaka kuingia mtaani kuandamana kwa tayari kufa, kitu kikishaanza kitajitokeza tena, kitakujaga kujitokeza tena tu. Yaani ndio itakuaga hivyo. Wananchi wakichoka ni mtaani, bora muue. Sasa ukiua huyu si utaua wangapi? Na mbaya zaidi wanaua wanaume tu. I say, hiyo inanishangaza ujue. Ni kwa nini, kuna kitu gani hapo kinaendelea? Anyway, tusubirie tuone serikali itasema nini na Afrika na dunia nzima itajudge vipi hiki kitu, kwa sababu ukiangalia huko nje yani Samia wanamuita dictator. Yani ukiingia YouTube dictator Samia, ukiangalia habari za Ulaya wapi ni wanamsema vibaya. Sasa hebu imagine hicho kitu. Kuna mambo mabaya yanaweza yakaja kutokea hapa Tanzania yani pasikalike tena. Na sisi tukaanza kimbia tukawa wakimbizi, na kuwa sio yani. Sababu imagine nchi na madini na rasilimali na kila kitu. Kwa hiyo tunafungua milango hata za wale watu ambao wanania mbaya na nchi, wanakuja wanasababisha vita, alafu wanatupa silaha, tunapigana wenyewe kwa wenyewe, wanachukua vyao wanakimbia. Ndio tunafungua hiyo milango kama Kongo. Ndio maana vita haziishi pale. Watu wanachukua madini wanaruka Ulaya. Umeona? Kwa hiyo yani inabidi viongozi waelewe kabisa kwamba wananchi sasa hivi wameamka, ni kizazi kingine hiki. Ukizingua watu wakikukataa wamekukataa kweli, bora uwaue. Na hii ni ishara tosha. Na kwenda kuishia hapa. Kama ni mara yako ya kwanza katika hii YouTube channel, fanya kusubscribe. Kwenye comment acha comment yako hapo chini na like hii video ili iwafikie watu wengi zaidi.